Kwa siku za hivi karibuni tumeshuhudia wimbi kubwa la watu wasiohusika na muziki wa hip hop, yani sio wasanii wa hip hop, sio rappers wala wadau wa muziki wa hip hop, lakini wamekuwa wakijihusisha kinoma noma na muziki wa hip hop. Tena sio tu kujihusisha, wameenda mbali kwa kuingia booth, kurekodi verse zao za hip hop na kisha kuzitupia mitandaoni, kitu ambacho kimekuwa na picha tofauti, kimezua hisia mchanganyiko kwa wadau wa muziki wa hip hop pamoja na wasanii wenyewe. By the way, swala lilianzia kwa wasanii wa hip hop wenyewe kipindi ambacho Climax Bibo pamoja na Max Cotels, hawa ni rappers, waliingia kwenye hali ya kutofautiana ama kupishana maneno kidogo, kila mmoja akiwa na jinasibu ya kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya freestyle kuliko mwenzake. Yani Climax alikuwa anadai kwenye freestyle Max Cotels hamgusi hata kidogo, wakati Max Cotels akidai pia kwenye freestyle Climax Bibo hamfikii. Zikawa ni kurushiana maneno, madau yakawa yanatajwa kwamba yakiwekwa watu wanaweza wakaingia wakachana kushindana kumtafuta nani ni king wa freestyle. Sasa marapa wengine wakawa kama wanasikilizia hivi kuona hiyo battle itakuwaje, na Jose alijitokeza na alitamani kufanya live recording ya hiyo freestyle battle. Dau akalitangaza, lakini baadaye Max akadai hilo sio dau ambalo yeye anataka, hilo ni dau la mshindi. Yeye anataka alipo kiasi cha fedha ambacho alikuwa amekitaja milioni 20 ili aingie kwenye hiyo battle. Baadaye hiyo battle ikawa kama imepotea hivi. Sasa ghafla bin vu comedians na content creators wa Bongo wakawa wameuvaa huu mchongo, wakaanza kurekodi hizo verse zao, wanazipost na nini, wanaonyesha uwezo wao wa kuchana by the way. Lakini imeenda mbali, wasemaji pia wa vilabu vya soka vya Dar es Salaam Young Africans pamoja na Azam, hapa namzungumzia Ali Kamwe na Hashim Ibwe, wote pia wameingia studio na kurekodi pia verse zao wakichana, wakirusha tuhuma kwa watu na nini. Unajua hip hop ambavyo inachukuliwa, it's all about bragging na nini, na wameonyesha uwezo wao kwenye hicho kitengo. Lakini swala hilo limewakwaza legends ambao wameupambania muziki wa hip hop, wale rappers ambao wametoka mbali na muziki wa hip hop, wamekuwa wakifanya muziki wa hip hop for a very long time. Limekuwa ni jambo ambalo sio zuri na hawajapendezwa nalo. Kwenye mahojiano na kituo cha Bongo FM, mkongwe Chidi Benz alipoulizwa kuhusiana hilo swala, alitamani kuona comedians wanabaki kwenye comedy na wasemaji wanabaki kwenye usemaji kuliko kuingilia kazi za watu. Akatolea mfano namna ambavyo itakuwa ni maajabu kwa mtu kama yeye, hahusiki na mpira, hajui chochote kuhusiana na mpira zaidi ya kuuangalia na kushabikia, akaanza kujihusisha na masuala ya football. Itakuwa ni jambo la ajabu. So akawataka na wao pia kukaa kwenye njia zao, kubaki kwenye michongo yao na vitengo vyao, kuacha kuingilia mishe za watu. Lakini Madii pia amekuja na andiko ambalo limeonyesha pia mlengo huo, kutaka kutolea ufafanuzi kile ambacho kinaendelea, na naomba nimnukuu Madii alichokiandika kupitia ukurasa wake wa X. Ameandika, vitu rahisi vinavyowezwa kufanya na kila mtu ni pamoja na kurap, na ndiyo sababu sijivunie eti najua kurap. Ona semaji la ball, comedian wanajua kurap. Dadangu wa kazi home anajua kurap. 99.9% duniani ni marapa. So biashara inayowezwa kufanywa na kila mtu haiwezi kuwa na faida. Hapo alikuwa anajaribu kuelezea namna ambavyo siku za hivi karibuni comedians, content creators na watu mbalimbali wamekuwa wakionyesha kwamba rap ni kitu ambacho wanakiweza. So Madii anakuambia sio tu kwamba ni jambo la kujivunia, yeye anaamini ni jambo ambalo kila mmoja anaweza kulifanya, na pengine ndio maana tumeona wimbi la wasemaji, maafisa habari, comedians na watu wengine wakiwa wanaingia kwenye suala la kurap. Wewe kwenye hili unalizungumziaje? Kwa sababu ukiingia mitandaoni kumechafuka hizo videos, comedians, content creators pamoja na maafisa habari na watu mbalimbali wako wanaachia hizo verse zao kuonyesha uwezo wao wa kurap. Wewe unalionaje? Linachangamsha game kama ambavyo wenyewe wanasema, au linaua na kuharibu game kama ambavyo rappers na wadau wanasema? Dondosha comment yako, nitapita nayo. Hii ni About Bongo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na ndugu jamaa na marafiki. Mimi ni mshikaji wako Rama Love Huncho.